Nyamira oye! Wacha nione watu wa ODM. ODM! ODM! Asanteni sana viongozi wenzangu ambao wamefika hapa, waziri mwenzangu Julius Migos Ogamba na viongozi wengine wakiongozwa na gavana wa Homa Bay ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha ODM, na kiongozi wa wabunge katika seneti na National Assembly, senators wale wako hapa na wabunge wengine, na our host Irene Mayaka na wamama wa Nyamira. Hamjambo? Hamjambo tena? Mmefurahi kukutana hapa? Mimi nilialikwa hapa na sisa wangu Irene. Rene ni sisa wangu kabisa. She's my sister. Tumekuwa naye ODM kwa hii muda yote. Wakati nilikuwa chairman wa ODM, yeye ni mmoja wa viongozi wa ODM shupavu. Na pia wakati alikuwa nominated katika bunge na baba, mimi pia sikusimama kiti, nikawa nominated, tukaingia na yeye bunge pia tena. Kwa hivyo wakati aliniambia ako na hii harambee, mimi nikakubali kukuwa guest of honor. Hata ingawaje aliniambia tu wiki hii, 1 week ago, ni aliniambia nikuwe guest of honor. Nikasema wewe ukishasema nitafanya hivyo. Kwa hivyo nimefika hapa kusaidia Irene. Na pia ningewaomba nyinyi watu wa Nyamira, mmezaa msichana shupavu, msichana mzuri, msichana ako na roho mzuri, ninajua ako na bidii, pia ni accountant kama mimi, atawafanyia kazi mkimpatia nafasi. Kwa hivyo kama mnataka woman rep ya kusucceed sasa mpe Rene nafasi ili aendeshe hiyo gurudumu, aendelee mbele. Ya pili, mimi kama waziri wa fedha leo hii nikisimama hapa, na ninajua watu wa Nyamira wamesimama na chama cha ODM kwa muda mrefu, ninataka niwaasi muendelee kusupport ODM, kwa sababu ODM imesimamia haki ya Wakenya kwa muda mrefu, na tunaendelea kufanya hivyo. Utasikia watu wengine wakiongea hapa na pale, wanasema hii serikali ya broad-based haijafanya kazi, na unawauliza ni kazi gani hii serikali haijafanya, hawawezi kusema. Wakati Ruto alikuwa president, maneno ya majani chai ilikuwa na shida, maneno ya kahawa ilikuwa na shida, maneno ya maziwa ilikuwa na shida, hata sukari ilikuwa na shida. Leo hii mnaona kilimo, tunaendelea kusupport kilimo, inaenda kufufuka. Na pia wakati Ruto alichukua uongozi, mlijua Kenya ilikuwa mahali pabaya sana. We were in a terrible state. Hata watu wa IMF, World Bank walisema Kenya iko karibu kudefault kulipa madeni. Tulikuwa nchi 6 barani Afrika, 5 wameanguka. Ni Kenya peke yake ndio imebaki ikisimama. Hiyo ni kazi ya serikali ya William Samoei Ruto, na tumeshikana na yeye mkono. Mimi ninachapa kazi hapo National Treasury bila kupoteza wakati, na bado nitaendelea kuwafanyia Wakenya kazi. Juzi mnaona walidanganya mtoto wetu, wakasema ati watampea urais. Wacha niwaambie ukweli, hawa watu hawawezi kuchagua mtu ambaye ako na personality kama kijana yetu.
If you are a strong leader, you will never be supported by those people. That is the reason why they didn't support Raila Odinga, na hata saa hii hiyo ndiyo sababu wanapigana na William Ruto. Unaona Uhuru anamdanganya hapa, na Gachagua akisimama anasema huko sehemu ya Kisii hatuwezi kupeleka uongozi huko kwa sababu hakuna watu huko. Sasa nyinyi ni watu ama nyinyi ni mawe? Na mnaambiwa kijana yenu hawezi kupata uongozi wa nchi kwa sababu watu hakuna hapa. Hiyo ndio ukabila hatutaki Kenya hii. Inatakikana tushikane mkono sisi zote ndiye turudishe Ruto kwa uongozi. Ikifika 2032 tutaanza kujipanga hapo. Na tutasema huyu akae mbele, huyu amfuate na huyu akae hapa. Kuna watu wengine hawajui kuna kabila zingine pia wanaweza kuongoza hii nchi. Wanafikiri ni wao peke yao wako na nafasi na waliundwa kuongoza watu wengine. Kenya iko kabila 44. Na sisi zote tumezaliwa na wamama na tuko na uwezo, capacity ya kuongoza nchi. Na tutawaonyesha mwaka ujao kama tuko na uwezo ama tuna uwezo. Kwa hivyo sikukuwa nataka niongee sana, niko hapa na ndugu yangu, tumekuja na yeye na tunataka kutoka pamoja. Kwa hivyo mtaniruhusu nimualike hapa Senator wa Homa Bay aseme machache, alafu tutatoa pesa na